Gatho cia mwanya kuri we mwirori wa Nili Digital Castro Media Kishwa Muthoni na Nyarari ya Murang'a. Muthenya wa umuthi ni twagiuka na tukureheire mugeni wa mwanya na ni muiritu wa the late Anastasia Karanja na ni agikoretwo akiina muno thini wa ng'enda cia ukinyaniria na muthenya wa ira ni turari na igongona ria Reverend Maina wa OTC kuria mucii munene wa Blue Springs Hotel kuria aragikorirwo akiina na turaiga ni wega hihi tukorwo tukimwetha tukiaraniria nake kuona ati andu aingi ni makoretwo mendete the late Anastasia na hihi nyimbo ciake igagikorwo igithii na mbere kwendwo igathii na mbere na gukorwo ikirurumuka na muthenya wa ira thutha wake gukorwo akiina rwimbo rwa mami wao turaiga reke tumwethe niguo tukorwo tukimenya hihi ministry no ya mami wao ni guthii arenda guthii na mbere nayo kana what is this thing that is in her tutaguthii na mbere ndirenda ngorwo ngimunyita ugeni niguo tukorwo tukiaraniria nake karibu sana Shekaina. Asante. Nitaka usalimie watazamaji utueleze ritwa ryaku na umete ku. Okay. Kwa majina naitwa Shekina Riri Karanja na mimi ndio daughter ya Anastasia na nimetoka side za Riru. Yeah. So how have you been? I've been good. Yes. The Lord has kept me. Yeah. So muthenya wa irari ni turari nawe na ni tukoretwo tukuonete several times ugiperform nyimbo cia mami wanyu no twende tumenyithie hihi wakorirwo ukimenya ri ati uri na kiheo kia wini na wini uto o wothe ni wini wa ministry ria yari thini wa mami wanyu. So nilijua ninaweza kuimba nikiwa mdogo when mamangu alikuwa alive. Alikuwa anapenda kunipeleka kila mahali alikuwa anaenda kuimba. So alinacha hiyo talent yangu from a very young age. Yes, yeah. So wari na miaka igana ihinda riu? When she passed, akipass nilikuwa 9 years old. Yes. 9 years. So how has the experience of you being alone without mommy, how have you been able to to move on with life? The experience imekuwa 50-50. It's been hard, but also it's been adventurous, I think. I can say that. Because unajua hard kwa sababu huna mzazi, you don't have anyone, you don't have a dad, you don't have a mom. So it's been quite hard because wale wako na wazazi they might ukiwa na shida yote ama when you need advice or guidance uko na mzazi hapo mwenye unaweza kimbilia, but for me it was a bit quite different because hata kama my aunt was there or I had a community around me, I always felt ni kama kuna kashimo ndani yangu, but I thank God that Mungu naye amenipea a family that has been supportive and also ameleta friends. Even in school I had a community. I've always, it's just the favor of God. Everywhere I go, yani Mungu ananipea tu favor and I really thank God for that. Yeah. So I know your mom ni ari anarata aingi muno na ari akoretwo anyitirire thini wa wini na nitumonete makiaria thutha waku gukorwo ukina nyimbo cia your mom no twende tutaririe hihi arataya aria mari a mami wanyu aria mari a hakuhi ni makunyitirire kana thabari yaku no ikoretwe hana atia? Nasema they have been there. Hata kama si fully hadi nikuwe mkubwa, but nimefeel your presence yao, especially after mama alipass. Kuna the closest friends naweza sema kama kina Bengethai or Mary Githinji or Garoya Junior, they have been there. Kina Wamoshi wa Kinyari wamekuwa na mimi. Actually hata walikuwa wamesimamia account yenye ilinisomesha from primary hadi college. So yeah, they have been very supportive. Yeah, nimeona hiyo upendo. Wow, yeah. That's great. Riu no twende tumenyithia nituonete ukina nyimbo cia your mom na hihi ni kinya wakorirwo kioya ria guthii na mbere na ministry ya your mom kana ni atia? Yes. So now I've not sijaanza sahi. Actually I've been
kutoka hata high school or even primary, let me just start there. Kutoka nikuwe primary after mama amepass, nilikuwa Mbogonyamo, so nilikuwa naimba sana nyimbo za mam huko. And then now when nika transition into high school, Nyeri Baptist High School, huko coincidentally hiyo shule ndio studio ya Nyeri Baptist, mamangu ndo alikuwa anaenda kurekodia huko. So nilikuwa napata that naimba, najipata tu naimba tu nyimbo za mam. So after now college, I can say like 3 years ago, that's now when I now decided to, you know what, maybe nafaa sasa ni redo hizi nyimbo. So I did a cover song of aina ya kipekee. Alikuwa ameifanya, sasa si mimi nimeifanya like kuirudia. I just maybe amped the song. And then now recently I just did Aya Mahana. So yeah, I think hiyo ndo sasa I want to do. I want to redo her songs. I want to bring her back her ministry. And yeah, hiyo ndo iko ndani yangu sahi. I know a lot of people manarigwa atiriri nikienderoria kiuria na gikuyu na ugacokia na githweri tariri kota gikuyu tondu atiriri niturona ukina nyimbo ni uraina nyimbo cia gikuyu na uraina wega muno. What is the issue? Okay, so kuimba sina shida kuimba Kikuyu. I don't know how that works. I don't know how I'm able to do that. But mimi nilelewa na aunti yangu, the smaller sister to my mom. Na yeye ametulea tukiongea Kizungu, Kiswahili, hata kanisa hatujaienda zile za Kikuyu. Sasa unaona sasa kulelewa kutoka ukiwa mdogo, you don't talk Kikuyu. But now for the last few years at least nimekuwa nikitamani kujua Kikuyu more. So I think hapo ndo at least naweza kuimba Kikuyu kidogo. Wow. Agatakati wa nyimbo cia mamu wanyu ni rwimbo ruriko wendete muno? Aya Mahana. Yeah. Can you please take us through? Nidoka kiugo-inĩ keretheru, arĩa mahotanĩirwo nĩ Ngai, arĩa matuĩte matua kũrũgama na kiugo kĩa ma na kĩa ũthingu, arĩa matiũĩ gũtiganĩria, manjia rũgendo matitiganagĩria, aya mahana Mwathani wao, aya matiũĩ kũhotwo nĩ take, aya mahana Mwathani wao, aya matiũĩ kũhotwo nĩ take. Tutariria atiriri riria kuina nyimbo cia your mom na sana rwimbo ruru rwa aya matoi kuhotwo ni take, niki gitumi kia we gukorwo wendete rwimbo ruru na hihi ni rutungataga muturire waku kuona hari undu uria wathire na mbere in the passing of your mom? Yes. I think, okay, now when my mom passed, it was quite hard for me, not the death part. It was the living life without her. Because nikisema not the death part, it's because mamangu alikuwa shani prepare atakufa. So I think psychologically hiyo niko ready, mama ataenda. But the thing I wasn't ready for is now kuishi maisha bila yeye. So I think that part of living without her, navigating life without her, alafu to make it worse, your dad even doesn't want anything to do with you, you see. So I think that I was wounded for a while. Nilikuwa na feel nilikuwa na uchungu nyingi sana ndani yangu for a while because of the dad part. But that song ina minister kwangu because it tells me that I have strength. That it reminds me of the word of God, mahali inasema that do not be afraid, do not be dismayed, for I am with you. And there's another part of the word of God that says that your confidence is in the Lord, your victory is in the Lord. So that song inanipea nguvu, najua that hata kama mama yuko hapo, hata kama dadia yuko hapo, literally God is my mom, God is my dad. So I think ndo maana napenda hiyo song sana. Yeah. Wow. What is the issue in between you and dad? Maybe if you don't mind. So my dad, okay, walipatana na mamangu wakiwa very young. Mamangu wakapendana. Then for as long as I can remember, they're just kulikuwa tuna issues za domestic violence na
yani tu zile tu hivyo, then wakakosana, and then kutoka hiyo time I am not sure whether he'll try to look for me when my mom was still alive. I am not. But mimi sasa, was it, I think an year ago, I was going through my mom's diary na nikapata namba yake hapo. Sasa kwa sababu nilikuwa na mambo zangu tu Ukaamua kudial. nikaamua kudial na akachukua simu. So ndio nikajua okay, so kumbe unajua hata nini. But now kitu sasa iliniumiza, it's that he doesn't even know kana naitwa Shekina. Ananiuliza, na mama yako alikuita Shekina ama alikuita Shekaina? So I think I was just I was expecting as a dad, maybe he would be interested, to know about his kid, because hata mimi niko na mtoto, and I wouldn't even imagine as in ati kuna time I would not be interested kujua maisha ya mtoto wangu, Yeah. So the fact that he just wasn't interested, let's just summarize it to that. But yeah, that's Did the you deal. try maybe any reconciliation? I did, but sasa I think okay, naweza sema alinionyesha tu ako na familia ingine, and I wasn't going to fit into the picture. Yeah. What are some of the challenges that maybe you have gone through since your mom passed on until now? I think ni the basic bullying back in school. Oh, wewe una mama. Si tuko na mama. Oh my. Sorry. Aside from that, I don't think kuna kitu ingine apart from hiyo na the dad part now, being rejected by your dad. There's nothing else that I have experienced. Yeah. Maybe some of the people would love to know what is your career? Which school did you go to? Do I start from primary school ama? Okay. So I went to primary school in Wambugonyamu, primary school in Karatina. Then mi nilipelekwa boarding na mama yangu. Nilikuwa napenda kuwatch cartoon sana. So nilirushwa huko. Hata wakati alipass, wakasema huyu akae tu huko. So nikatoka huko nikaenda Nyeri Baptist High School, Nyeri. Nikamaliza, I studied food production in college, that is in Amboseli College ya Thika. Then after that, I started working as a chef. I worked for around 4 years. Then I decided maybe, that's not where I really want to be, but I just nimemaliza course ya virtual assistance in ALX. It's an online program, and yeah, that's what I'm doing right now. I'm a virtual assistant, so if you want me to manage your schedules, ama to manage your projects, yeah, that's what I do. And also I'm an author. I write books. Yeah. Okay. Besides all that, na besides ministry ya your mom, are you in music? Ni una nyimbo ya kurekodete or what is your interest in music? Yes, niko na nyimbo zangu. Actually nilianza kuimba nikiwa mdogo. Na can I mention kama kuna mtu ako na disk yangu nikiwa mtoto, ya Toto wa Mungu anitumie. Juu sina, zilipotea when mom passed. Nilianza kuimba nikiwa mdogo sana. So niko na hizo nikiwa mdogo. And then pia high school, I was very lucky kuwa kwa shule yenye wako na studio. They supported talent. So niko na nyimbo za high school. Pia nimetoa nyimbo sasa like 4 years ago. I have my own songs nimeziweka kwa YouTube channel yangu. And yeah, and I have upcoming projects now. I'll be doing also my own songs, not just my mom. Yeah. All right. I want to ask you a random question, and this is out of the interview. Do you have any regret in life? No. Sure. Yes, I don't. That's interesting. All right. Now we come to the event of yesterday. How did you come there? Because tulikoreta utoke kuona. Yeah. Okay, mimi nililetwa na Charity Oroino. Huyo ndo alinishika. Kaniambia, you know what? Niko na place nataka kukupeleka. Na ndo alinipeleka huko. So it was quite interesting and yeah. Tell us about Oroino. Because nimeona watu wengi sana wamempiga sana kwangu TikTok. I shared that video. And maybe a lot of people, kuna place ulimpatia mic. Na kuna watu wako against that. Can you tell us
about Warino? Okay. I can describe that lady as a very, very awesome woman. Yes, she's amazing. I think she's misunderstood by people. She's very misunderstood. I think she's powerful. I think she's very funny and she's very nice. Actually, like kama si yeye hata jana hata I don't think hata watu wangekuwa najua anything. Yeah, because amenishika mkono na she's the one who is guiding me right now and I'm truly grateful kwa sababu amenipa hiyo opportunity na yani God to am blessed. Alafu pati ya kumpea mic, mimi sijakuwa kwa limelight for almost my whole life since mama passed. So I'm quite niko shy. So nilifika mahali nikakwama. Kona macho zimekutazama. Nikaangalia ninajua sasa I used to live in Nyeri. Sasa like naimba church local. Sasa unaona hapo like ni watu tumezoeana na wao. Now I'm coming back like naona watu wameniangalia sijui mtu yoyote so I was panicking but nika feel like she's basically nika yeye ni safe place yangu sahi. So I was just like hey, nisaidie tu. Wow. Maybe tell us now about reception ya uria ndumoete we kuina nyimbo cia your mom na reception area urakorirwo kiheo muthenya wa ira. How has it been? It's been awesome. Actually hata nilikuwa naambia my friend I was overwhelmed. Na feel overwhelmed and I feel yani sikuwa na expect nitakuwa received hivyo because hata when we went yesterday kwa hizo events people walini receive vizuri watu yani I've gotten so much love and I'm truly grateful and I appreciate everything. Yeah. What is that one thing that makes you miss your mom? Hi, prayer sessions. Wow. My mom was a prayer warrior and I admired her way of parenting. Yes, alikuwa ananichapa lakini majority of the time mimi nilikuwa mtukutu by the way. Nilikuwa stubborn. I was quite stubborn. Nilikuwa maybe ananiambia nifanye kitu na staki. So nilikuwa nachapwa. But I think the one thing naweza kumbuka sana it's those daughter and mom sessions and hazikuwa tu just like umekuaje, how are you feeling? No, it was mostly about nurturing me with God. Like she introduced me to God from such an early stage. So like most of the time sessions zetu zilikuwa tu like this is how you pray, this is how you worship. Like I miss that. Yeah. Have you ever found maybe that thing in somebody else who has been close to you? Yes, I can't say it's exactly the same, but I've had people like, okay, I'll just mention her name, Nibeth Wagape. She has been, I can say, one of the pillars in my life so far. Hatujajuana for long, maybe a few years, but amenishikilia and she has been like a mother to me, a sister to me. So naweza sema huyo hata Mungu ambariki. Yeah. Besides we gukorwo hiukiriria guthi na mbere na ministry ya your mom, hihi ni muini uriku ungi uroraga iguru kaiga I guess I would also love to be like so and so. Naweza taka kuwa kama nani? Nijua niko na wengi. Kwambie. Mwenye naweza sema naweza taka aitwa nani? Edith. Yes. Wow. Oh, I admire that lady. Mwingine anaitwa Revived Winner. Oh, I loved her. I just love her story. And I think she's a musician, but just everything about her, I would love to be like her. So eloquent. Yeah. Na maybe mwenye yuko Kenya. Aitwa Sumni Sola. She's a minister. Yeah, so in the future, God. Yeah. Thini wa thabarĩ yaku ya wĩini ũkina nyĩmbo cia your mom ũkina nyĩmbo ciaku nĩ mathĩna marĩkũ matumĩte hihi ũkona korwo ti thĩna ta ũyũ I guess nĩ ingĩhingĩtie merirĩria makwa? Making some decisions in my life zenye na feel like if she were alive hata singezi make. But I don't regret because at the end of the day nimefika hapa kwa sababu I made that decision. But I just
I look at it from a different perspective. Nasema if mom were alive today, kuna vitu singefanya. Kuna watu singetikia kwa maisha yangu. Yeah. Kuma your mom apasire. Do you hold maybe anniversaries to celebrate her, or what has kept you remembering mommy? I used to have this tradition. Tukienda ushago every time nabeba na maybe nachuna flowers naenda naweka kwa grave yake. But I think I grew out of it. Na si ati I don't love her, but I think ni ile like I came to realize like maybe I'm idolizing hii kitu sana. Like it's okay. Sasa I think it's more of a spiritual level. Like when I go ushago, alafu nenda naongelesha grave, God made me realize, you're not talking to your mom. Like kuna vitu tu hazifai kufanywa, you see. So I don't hold anniversaries anymore. Only when like maybe I just miss her, najipata nikisema, you know what, mom, if you hear me, like yeah. Do you have that time maybe you break when you remember mom? Yes. Many times. Hata kasai karibu nilie. But you know, I find it amazing that na mimi sijui kama watu wataona ka like mi na Mungu mimi sitaichoka kusema God, because for me God has been a mom to me, God has been a dad to me. So even when I feel like breaking down, ama na feel like nimemiss mom sana, ama na feel overwhelmed because saju nimejifungia sana, sasa hii nimecome out, the feeling of kuwa overwhelmed inakuja like 100 and over. So I just find myself like I draw strength from God. Yeah. Thutha wa gũkorwo kĩina nyĩmbo cia your mom, most of the times ũkoraga atĩ andũ nĩmarakorwo makĩarĩrĩria your mom. So how have you been taking this kuona andũ no mararĩrĩria ministry ya your mom? It's been hiyo ni interesting because kuna place naenda unapata like people expect me to be 100, yani nataka tu nikue like exact, like a replica of her. But sometimes na feel like okay, yes nawaelewa mnapenda mom, but hata mimi like niko na mimi, it's yeah, so it's been quite, I think imekuwa too interesting like knowing how to balance. Yeah. Nĩ rwĩmbo rũrĩkũ rũngĩ na ndĩrenda ũtũhunjĩrie rwa your mom rũrĩa wendete mũno kando na aya mahana? Sasa hiyo labda tunje nikisema Kiswahili yake. It's okay. Neema ya kushangaza, oh neema ya kushangaza, Yesu kaja duniani kani pafuraha. Yesu kuja ndani yangu, wewe ni Mwokozi, neema ya kushangaza, neema ya kushangaza. Wow, there's another girl. She is an upcoming artist. Aretwa Onjula Praise. Ndiyo kani monete, and she sings like your mom. Ndio umwerareire ni wonete nyimbo ciake? Labda nimemwona lakini jina sijui, but tumenyithia atiriri. How did you come to know of the passing of your mom? Okay, so at that time ni mamangu akiwa live, alikuwa amenipeleka Bethlehem Academy. Iko hapo Ruiru, Kimbo, hiyo side ya Matangi. Sasa nilikuwa nasoma huko. Now, initially, the funny thing is, on a Friday night, nilikuwa najua mamangu, yani niko boarding. Sikwambia nilirushwa boarding. Yeah. Nasikia mamangu ana preach PCA, iko somewhere hapo karibu na shule. So I can literally namsikia na praise huko na na preach. Then that weekend, Monday, nakuja kuambia mama amepass. So it was quite shocking. Unexpected, because mimi niliona tu watu wamekuja tu shule. There's this lady anaitwa Jambi.
she came and told me, Mama, kuja tuende home. Now I'm wondering, kwa nini tunaenda home? Mama kwa wapi? Then sasa ndo wakanifikisha home. Napata watu wamejaa nyumbani. Tulikuwa tunaishi Kasarani. Wamepata watu wamejaa na shangaa. You know, sasa I'm confused, I'm wondering, wani mbona watu wamejaa huku home? Sasa hapo ndo nikakuja nikamwambia, unajua nini mami? Mama ameenda. And surprising, I didn't cry. What made you accept that your mom is passing on? Because ulikuwa umetuambia, ulikuwa umesha accept. What really made you accept it? Like, I know she's going. Siwezi sema ni nini, but before nirudi shule, she used to have dreams. Like, alafu alikuwa amestruggle na health yake sana. Ulikuwa unapata amepata TB, anemia, yani health yake haikuwa poa. So, alikuwa anapata ndoto mob. Anaona maybe, you know those eerie dreams where you dream like you're going. So alikuwa, my mom hakuwa ananificha kitu yote, especially something spiritual ama something, you know, hakuwa ananificha. So alikuwa ananikalisha chini ananiambia, unajua nimeota nini? Nimeota hii na hii na hii. Na hii inamaanisha nini Shekina? Inamaanisha mama ataenda. Lakini wewe usijali, nitakuwa tu na wewe, lakini sitakuwa hapa kimwili. So I can't quite understand how I didn't react fully, like, yo kulia ama nikaa ilikuwa ishaniingia like mama alisema anaenda, so ameenda. But sasa later on, sasa kwa mazishi, sasa hapo ndo nina rada yenyewe mama anaenda. So hapo ndo ninaelewa like okay, ndo huyo amezikwa, ndo huyo anazikwa. I think that's where I broke down actually, because hata if you ask the artist when walikuwa around ama people who are close, walikuwa kwa burial, I wasn't crying. Actually niliimba, niliperform wimbo yake like as little as I was. Nilikuwa na dance huko nini ya mama ikiwa nyuma yangu na I'm not reacting. So nililia mama akiwekwa kwa shimo. Now, but after that, I think, I don't know, mimi sijui venye hizo vitu work. How did you deal with the grief after the burial? Oh my guy. Kuzifungia tu. Because you are very young. Sikuwa na react sana actually, but I think zilikuwa zinajimanifest yo uchungu and stuff through dreams, because for a long time I was tormented na dreams. Like mom ndio ananikujia, mama ananiambia tuende, mama ananiambia nene nimjoin. But the funny thing is hata nikiwa kwa hiyo age, I would rebuke. Nasema mama aliniambia mkinikujia kwa ndoto si yeye. You see how alikuwa amenifunza vitu mob like spiritually, like I knew she wasn't the one who was calling me. But most of the time nilikuwa nafungia sana that pain. So unapata sometimes I'd lash out, like hata nikigrow up kuna times najipata tu like I'm lashing out, na realize na miss mom, like na feel she's not here. So I think gradually, nilifungia sana growing up. So si kitu ilitoka tu once. Do you have brothers and sisters? No. And umetuambia umelelewa na auntie. And most of the times ukora mundu ureretwo hihi ni stepmom, stepdad hivo he mathina ageragira. When you gerire mathina gukorwo kirero ni your auntie, and maybe what would you love to tell her? Nasema amenilea poa. Amenilea, ako na watoto wawili, Jeff na Julie. So sasa ukisikia nikisema mom ama sister yangu ama brother yangu, sasa hao ndio namaanisha. But amenilea poa, she didn't mistreat me, she treated me well. I never lacked anything. Actually, can you nasema ni thank you, because najua sometimes I was a very problematic teenager. I think ni juu tu ya hizo machungu zangu. But actually she handled me well. So namwambia thank you, and I love you. Wow. Kumuthenya wira ni turonire Charity Warino atuhe update, na maybe not the
what is the next thing now after yesterday tondu ni turonire hihi kwena matanya andu marakorwo maki expect sorry kuma koriwe. So niko na nyimbo. I want to redo some other songs, but now I also have mine. Yeah, that's now what I'm working on. Also tutakuwa tunaenda events, more events. Yeah, please. Na yes. Na pia nini mkitaka nikuje ku perform kwenu ama minister, I would come. Yeah. Maybe utokirekereria na umenyithia andu just in case kwe mundu urenda gwita ukorwo ki minister igongona-ini riaku angikorwo kukinyira na njira iriku na also no utumenyithie your social media platforms na tugukorwo tukirekereria hau. Okay, so my number is 0798 64 9050. Yes. Again. 0798 64 9050. Na pia my YouTube is an Evangelist Anastasia Karanja Official. Na pia TikTok Evangelist Anastasia Karanja, Facebook Shekina Karanja. Yeah. Haya, evangelist. Sikuwa nimejua you are an evangelist. Kirekereria. How did you become an evangelist? Oh my. Hey, you umenisemea. I'm not yet an evangelist. But maybe Mungu ananiita hapo. Alright, we are waiting for that. So we appreciate so much for coming to our studios. Hey, kizungu ni ngumu wewe. Poleni. Sijazoea interviews za Kiswahili na English. Anyway, thank you muno kuriwe mururi wito. Muthenya wa muthi tukwaranagiria na the one and only Shekaina na uria tukiendete muno guku thini wa ng'enda cia ukinyania kurumirira ministry ya Hamam. Na no nyende mukorwo mukiaraniria na ithwe thini wa comment section mutumenyithie hihi niki murakorwo mukilana thabari yake na ni atia hihi mungikorwo mukienda kana muki expect kuma koriwe wongenda gukorwo ukimuteithiriria wongenda gukorwo akiminister akorwo akiminister thini wa igongona-ini riaku na gukorwo kiaraniria nake kuhetukira thimu namba iyo tukorwo tugikira hau thini Segwaneli Digital na mthenya wao muthi tumana our directors aigi muno kuthutha tumana Mombis TV tumana Castro Media tumana Kishwa Mthoni na tumana mundu gwitwo Nyararia Murang'ana kaire tukange haira ndo nagagitwo Jane niwe raikora agituteithiriria guko mwena wa studio. Until next time, bye bye.